Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa niseme kitu kimoja. Kwa kawaida mwanadamu ana kawaida ya kuishi kwa mazoea. Lakini mazoea ya kimazingira hajawahi kumzoea mwanadamu. Na ndio maana tunasema ni vizuri binadamu tukiishi kulingana na mazingira. Katika kuondoka hapa tulipo na kutufikisha pale tunapohitajika, ni chombo pekee ambacho kinachoweza kutuvusha ni elimu sahihi juu ya mazingira na mabadiliko ya mazingira yenyewe. Hizi tabia za kuenda kulima kwa kuanza kuandaa shamba kwa kuchoma moto misitu kwa wakati huu si kitu kizuri. Hizi tabia za kuenda kulima katika maeneo ya milima na baadaye mvua zinaponyesha kunatokezeshia maporomoko ya udongo na kuondosha ule uoto wa asili si kitu kizuri. Hizi tabia za kuvua kwa kutumia uvuvi usiofuata sheria kiukweli kabisa si kitu kizuri. Hizi tabia za kwenda kukata mawe, miamba ya mawe hii kwa ajili ya ujenzi si kitu kizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi zote nilizozisema ndizo harakati halisi za kiuchumi za wananchi wetu wenye kipato cha chini zinazowapatia kipato chao za kuendeleza harakati zao za maisha. Tutakapoweza kuzizuia hizi, ni vizuri tukatafuta mbadala wake. Njia pekee itakayotusababisha tufikie malengo ni lazima wizara iandae utaratibu maalum na endelevu wa kuwapatia elimu, wa kuwaelimisha wananchi juu ya matumizi mabaya ya rasilimali hizi zilizotuzunguka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania tumejaliwa kuwa na vyanzo vingi mno vya mapato, hususan kupitia uchumi wa bluu. Tumejaliwa kuwa na mito mingi, tumejaliwa kuwa na maziwa mengi, tumejaliwa kuwa na bahari. Lakini uvuvi wetu tunaotumia umekuwa ukituondoshea manufaa ambayo tulitarajiwa kuyapata. Kwa sababu uvuvi huu sio rasmi umepelekea kuvunja mazalia mengi ya samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi tunavyozungumza inaonekana wazi kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi yameweza kuathiri hadi usalama wa chakula. Lakini kama tungelikuwa na utaratibu mzuri wa kuhifadhi na kutunza mazingira yetu ya bahari, basi hata kama tusingelipata mavuno mazuri kunako kilimo, tungeliweza kupata mavuno mazuri kunako uvuvi na maisha baadaye yakaendelea mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeweza kubadilisha sheria za mazingira na kuweka sheria za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni jambo zuri. Lakini sheria lakini vile vile kuna sheria, serikali sasa hivi imeweka sheria za namna bora ya kukabiliana na kusimamia biashara ya kaboni. Na kuna baadhi ya halmashauri tayari zimeshaanza kunufaika na miradi hiyo. Vile vile ni jambo zuri. Lakini bado serikali haijakamilisha mchakato wa sheria ya kubadilisha au utakaoenda kusimamia mahususi kuhusiana na uchumi wa bluu, na ndiko ambako athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi zinatokezeshea, hususan katika yale maeneo yaliyopitiwa na hizi fukwe. Kitendo ambacho cha kuendelea kuchelewesha hizi sheria kinapelekea au kinatupelekea sisi wananchi kuendelea kushindwa kudhibiti na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan katika maeneo yaliyopitiwa na hizi biashara za utalii. Katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningelisisitiza kuna vitu viwili lazima tuvizingatie. Kwanza, usimamizi na udhibiti wa mazingira. Lakini pili ni uhifadhi wa mazingira yenyewe. Tunapozungumzia swala la usimamizi na udhibiti, hapa ni vizuri sana tukawa makini na biashara ya chuma chakavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ya chuma chakavu sasa hivi imeanza kuingilia miundombinu yetu tuliyojenga kwa gharama kubwa mno. Yaani miezi michache iliyopita, na katika hili serikali lazima nishukuru sana, nipongeze, kulikuwa na utaratibu wa baadhi ya wananchi kuvamia miundombinu yetu ya SGR, lakini kwa sasa hivi tayari wameshaweza kudhibiti ile. Lakini kuna kipindi hapa Mheshimiwa Waziri alikuja akazungumza kwa masikitiko makubwa, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwamba baadhi ya wananchi wasiotakia mema taifa hili wamekuwa na utaratibu wa kuchukua waya na kuharibu zile transformer. Badala yake sisi tunafanya utaratibu wa kuongeza kasi ya umeme, lakini Watanzania wenzetu wanahujumu miundo mbinu ya umeme. Wakati lengo la biashara ya chuma chakavu
ni kukitoa chuma chakavu katika mazingira na kukileta katika biashara yenye tija kiuchumi, lakini badala ya kutumika utaratibu ule wa kuhifadhi mazingira, sasa hivi imekuwa ikitumika kama ni sehemu ya kuharibu miundombinu yetu tuliyokuwa nayo.